Bei ya gesi safi nchini imepanda kwa asilimia kubwa kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta ya usafirishaji duniani. Ongezeko hilo la bei ya gesi safi ya kupikia imeongezeka huku wananchi wakilalamikia serikali juu ya ongezeko hilo, ambapo wananchi na mawakala wameeleza changamoto wanazokutana nazo. Akiongea na A3 Radio, Mwanaidi Ali, mkazi wa Kibaha mkoa wa Pwani, ameeleza changamoto wanazokutana nazo wananchi kufuatia ongezeko hilo. Athari ipo kwa sababu gesi mwanzo ilikuwa inauzwa unaenda kujaza 23,000, sasa hivi 28,000. Kwa hiyo imepanda 5,000 nzima. Kwa hiyo athari ipo. Ini hapo mtu unashindwa kununua gesi kwa wakati. Na kama gesi unavyojua, gesi ni kitu cha fasta. Yaani ambacho unaweza kutumia muda wa dakika 5. Sasa sema usinunue gesi utatumia muda wa dakika ngapi? Ukisema ununue mkaa unatumia muda wa dakika 3. Kisha kutumia dakika 5 unatumia dakika 10 au nusu saa nzima. Kwa unakuta unatumia muda mwingi kufanya kitu kimoja. Kunachangia ndio. Kwa sababu unakuta mtu, yani kwanza mtu mwenye kipato cha chini ikiongezeka hata 1,000 kwake inakuwa ngumu sana kuitafuta. Yaani sasa hivi imepanda gesi kusema 5,000 nzima. Mtu bajeti ya kutoa sehemu nyingine kupeleka kwenye gesi inakuwa inamshinda. Kwa ile kutoa 28,000 mtu anaona bora kanunue mkaa au atafute kuni anapikia. Kwa mtu anaweza kununua mkaa hiyo 28,000 anaweza kutumia ndani ya mwezi mzima. Au kusema atafute kuni unaweza usilia mtu atumie bei kubwa. Kwa kuna uwezekano mkubwa mtu kuhama kwenye gesi kwenda kwenye mkaa au kuni. Kutokana na kipato cha mtu yani kimepanda, afu kutoka mtu hali yake yenyewe ngumu. Alafu mtu ana mambo mengi, hapo kodi hajalipa, mtu hajala, vyakula hamna, mtu akaweke gesi 28,000 nzima, imepanda sana. Akiongea na A3 Radio, Masud mkazi wa Dar es Salaam ametoa maoni yake kwa serikali. Kwa kipindi kama hiki, serikali namba moja inaweza kupunguza mzigo wa bei kwa wananchi kwa kupunguza kodi na tozo. Kupunguza kodi na tozo kwa hizo gesi itapelekea wale wafanyabiashara au yale makampuni ya gesi kwa tayari mzigo wangalau umeanza kupungua juu yao. Kupungua ile kodi kwao kule directly, na wao itakuwa rahisi kuweza kupunguzia bei hawa watumiaji. Okay, pia kupanda kwa bei ya gesi kuna madhara gani kwa afya na mazingira iwapo wananchi watarudi kutumia kuni na mkaa? Madhara ni mengi sana. Namba moja kwanza uharibifu wa mazingira ambayo yanatokana na matumizi ya kuni na mkaa. Kumbuka ili utumie kuni au mkaa lazima utakata miti. Na namba zaidi, wananchi wengi hatuna ile elimu ya kata mti panda mti. Kwa hiyo tukishauri kwenye matumizi ya kuni na mkaa directly tunachoathirika zaidi mazingira. Na mazingira kiathirika yawa ya miti sio pekee ambao tutawaathiri binadamu, hata mimea nini, wale wanyama, maji pia yatakosekana, changamoto zitakuwa nyingi zaidi. Nikiripoti kutoka Kibaha mkoa wa Pwani, ni mimi Aisha Musa, A3 Radio.